Ndoto 14 zinazoashiria upo karibu kuingia katika kiwango kikubwa cha mafanikio. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakiota ndoto, lakini wengi huwa hawajui ndoto hizo zinaashiria vitu gani. Jambo la msingi ambalo unatakiwa ulitambue, ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 33 na mstari wa 14 hadi 15, imeandikwa nukuu, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu, katika usingizi kitandani. Tunaanza kuona ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Kupitia ndoto Mungu anaweza kufunulia kitu kabla hakijatokea. Kupitia ndoto Mungu anaweza kukuonya. Kupitia ndoto Mungu anaweza kukuelekeza mambo ya msingi ambayo unatakiwa kuyafanya. Kwa siku ya leo tutakwenda kuziangalia ndoto 14 ambazo zinaashiria upo karibu kuingia katika kiwango cha mafanikio. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi, basi hakikisha una subscribe ili uendelee kupata mafundisho mbalimbali ambayo yatakujenga zaidi na zaidi. Twende moja kwa moja tukaziangalie ndoto 14 zinazoashiria upo karibu kuingia katika kiwango kikubwa cha mafanikio. Ndoto namba 1, ndoto ya kuona mlango wenye mwanga mkubwa. Kuona mlango unaowaka au unaokuangazia mwanga mkubwa ni ishara ya fursa mpya zinazokaribia. Ukiona ndotoni mlango ambao mlango huo unatoa mwanga, ndoto ya kuona mlango unawaka au unakuangazia mwanga mkubwa ni ishara ya fursa. Ndoto hiyo inaashiria ishara ya fursa. Fursa zimekaribia kwenye maisha yako. Lakini mlango huu ni alama ya hatua mpya, mafanikio au kazi unayotarajia kuanza. Ndoto hii inaashiria kuna jambo kubwa sana. Kuna vitu ambavyo utavifanikisha, kuna vitu ambavyo utapenya kirahisi, utavipata kirahisi. Kwa hiyo ndoto ya kuona mlango ulio wazi na unatoa mwanga, ndoto hii inaashiria ni alama mpya ya mafanikio, ni alama ya kazi unayotarajia kuanza. Ndoto hii inaashiria kuna upenyo utaopokea kwenye maisha yako. Lakini ndoto ya pili, ndoto ya kuona mifugo au wanyama wenye afya nzuri. Mifugo au wanyama wenye afya katika ndoto ni ishara ya mali na utajiri unaokuja, lakini pia inathibitisha kuwa jitihada zako za sasa zitazaa matokeo chanya. Kwa hiyo ukiona ndotoni ukaona wanyama ambao wana afya nzuri kabisa, wanyama labda wanachunga, wanyama wana afya nzuri, labda ukajua ndotoni labda wewe ndio unawachunga hao wanyama na hao wanyama wana afya nzuri. Ndoto inayohusiana na mifugo au wanyama wenye afya katika ndoto ni ishara ya mali na utajiri unaokuja, lakini pia ndoto hii inakuwa inathibitisha kuwa jitihada zako za sasa zitazaa matokeo chanya. Kwa hiyo ukiona wanyama walionenepa, wanyama walionona, wanyama wazuri, wameshiba, kwa na afya nzuri kabisa, ndoto hii inaashiria pia jitihada zako za sasa zitazaa matokeo chanya. Lakini ndoto ya tatu, ndoto ya kuona hekalu, kanisa au mahali takatifu. Ukajua ndotoni ukaona hekalu, ndotoni ukaona eneo, ukaona kuna hekalu, ukaona kanisa au ukaona mahali patakatifu. Ndoto za maeneo ya kiroho zinaonyesha ukuaji wa ndani na maelekezo sahihi ya maisha yako. Lakini pia mafanikio yanakuja kwa sababu roho yako iko katika usawa. Kwa hiyo ni muhimu sana ukazingatia ndoto hiyo ilikuwaje. Unajua siku zote ukitaka kujua tafsiri ya ndoto, unatakiwa ujue ndoto hiyo ilianzaje, lakini unatakiwa ujue jambo la pili, vitu gani vilitokea katika ndoto, lakini jambo la tatu unatakiwa ujue ndoto hiyo iliishaje. Hivi ni vitu vya msingi ukitaka kujua tafsiri ya ndoto. Tuende moja kwa moja tukaangalia tena tafsiri nyingine ya ndoto, tafsiri ya 4. Ndoto ya kupata kitu cha thamani au hazina. Ukiona ndotoni umepata kitu cha thamani au hazina, labda kwa mfano labda umeona fedha nyingi, umeona hazina au umeona vito, ni ishara ya mafanikio ya kifedha. Hii pia inaashiria uwepo wa baraka zisizoonekana ambazo zinaanza kushirikiana na jitihada zako. Kwa hiyo ndoto ya kupata kitu cha thamani, ukajiona umepata kitu cha thamani, yamkini ukajiona ndotoni umepata dhahabu, umepata almasi, umepata goldi, yani umepata kitu cha thamani. Ndoto hii
kuona fedha nyingi au kupata fedha au hazina, ukapata kitu cha thamani au vito, ni ishara ya mafanikio ya kifedha. Ndoto hii inaashiria pia utafanikiwa kifedha, lakini pia ndoto ya namna hii inaashiria uwepo wa baraka zisizoonekana ambazo zinaanza kushirikiana na jitihada zako. Maana yake ndoto hii pia inaashiria jitihada zako zitakupa matokeo chanya. Ndoto namba 5, ndoto ya kuona jua likiangaza kwa nguvu. Jua linalong'aa linamaanisha mwanga wa uvumbuzi, mwongozo wa kiroho na mafanikio yanayokaribia. Hii ni ishara kuwa umekaribia kuwa na nafasi ya maana katika maisha yako. Kwa hiyo ukiona jua linaangaza juu yako, ndoto hii inaashiria pia utapokea nafasi kubwa kwenye maisha yako. Kuna kitu kikubwa ambao utakifanikisha. Lakini ndoto namba 6, ndoto ya kuruka au kupaa bila vizuizi. Ukajua ndotoni unapaa angani huku ukiwa una amani. Unajua kuna labda ulikuwa unajiona ndotoni unapaa angani huku ukiwa una amani ya kutosha. Ndoto hiyo inaashiria pia uhuru. Lakini pia ukiona unaruka juu ya milima au majiji bila vizuizi, ni ishara ya uhuru. Ndoto hii inaashiria uhuru, ujio wa fursa. Ndoto hii inaashiria pia ujio wa fursa na mafanikio yanayojitokeza. Lakini pia ndoto hii inaashiria kuwa hauko tena kwenye vifungo vya awali. Ukijiona uko huru, unapaa huko ukiwa una amani, unaruka juu, unaona labda majiji, unaona milima iko chini, wewe uko juu, uko una amani kabisa, una furaha. Ndoto hii inaashiria uhuru. Achilia uhuru, kuna vitu utavifanikisha, kuna vitu utavifanya, kuna vitu utavifanikisha kwa kiwango cha juu sana. Lakini pia ndoto namba 7, ndoto ya kuona mwanga unaotiririka ndani ya mwili wako. Yaani unaona mwanga ndani ya mwili wako unatiririka. Yaani unaona kuna mwanga ndani ya mwili wako. Mwanga unaotiririka ndani ya mwili ni ishara ya nguvu ya ndani na kujiamini. Lakini pia ndoto hii inaonyesha kuwa mafanikio haya hayajaja nje tu, bali pia yameambatana na ukuaji wa ndani. Kwa ukiona ndoto labda ukaona mwanga unatokeza ndani yako, unatiririka ndani yako, ndoto hii inakuwa inaashiria mwanga unaotiririka ndani ya mwili ni ishara ya nguvu za kiroho, lakini pia ni ishara ya kujiamini. Ndoto hii inaashiria kujiamini, lakini pia ndoto hii inaonyesha kuwa mafanikio haya hayajaja nje tu, bali pia yanaambatana na ukuaji wa ndani. Lakini ndoto namba 8, ndoto ya kufanikisha tukio kubwa. Ukiota ndoto, yani ukajua ndotoni umefanikisha tukio kubwa, mfano labda umekamilisha tukio kubwa kama vile sherehe au hafla au jambo fulani kubwa umelikamilisha, ni ishara ya ufanisi wa malengo yako. Ndoto hii pia inaonyesha mafanikio makubwa ya kimfumo yanakaribia. Kwa hiyo ukijiona ndotoni labda umekamilisha tukio kubwa, kuna tukio kubwa ambalo umefanikiwa kulikamilisha, labda ilikuwa ni sherehe au ilikuwa ni mkutano, ukajiona umekamilisha jambo hilo, umelikamilisha, basi ndoto hii inaashiria kuna jambo kubwa ambalo utalikamilisha. Lakini pia ndoto hii inaashiria kuna mafanikio yapo karibu. Lakini ndoto namba 9, ndoto ya kuona mbingu zenye nyota. Siku zote mbingu zenye nyota nyingi ni ishara ya ndoto zako kubwa zinazokaribia kufanikishwa. Hii inaonyesha kuwa fursa nyingi zinakuangazia na zinakupeleka kwenye kiwango cha juu. Ukiota ndoto ukaona kwenye mbingu kuna nyota nyingi sana, ndoto hii inaashiria kuna kitu kikubwa. Mungu atafanikisha uzao wako, Mungu atakufanikisha kwa kiwango kikubwa, atakufanikisha kwa kiwango kikubwa kabisa. Lakini ndoto namba 10, ndoto ya kuona mavuno yaliyostawi au yaliyonawiri sana. Ukaona ndotoni mazao au ukaona mimea imestawi sana. Ndoto ya kuona mimea au mavuno yaliyonawiri sana au yaliyostawi sana au mavuno makubwa ni ishara ya ustawi. Ndoto hii pia inaashiria baraka na matokeo ya jitihada zako. Lakini ndoto hii inaashiria jitihada zako zitakupa matokeo. Lakini pia ndoto hii inathibitisha kuwa mafanikio yamekaribia kwa kiwango cha matokeo halisi. Lakini ndoto ya 11, ndoto ya kuona maji safi yanayotiririka. Ukaona maji safi yanayotiririka, yamkini katika mto, au ukaona maji safi yametulia, maji yanayotiririka. Maji safi yanayotiririka yanahusiana na mali, lakini pia yanahusiana na wingi wa fursa na mtiririko wa baraka. Kuona maji safi katika ndoto kuna maanisha kuwa njia ya mafanikio ipo wazi mbele yako na jitihada zako zitazaa matunda. Hapa naomba tuelewane vizuri. Ukiona maji safi yaliyotulia, ukiona maji kama maji hajatulia, au ukaona labda kwa mfano kama ni mvua inanyesha kwa kasi na vurugu inaharibu vitu,
ndoto hiyo inaashiria tofauti, kitu kinacho tofauti. Lakini ukiona mvua inanyesha kwa ustaarabu, afu ukaona maji safi yaliyotulia, ndoto hii pia huwa ina maana yake tofauti. Maji safi na yanayotiririka huko yakiwa yametulia yanahusiana na mali, wingi wa fursa. Ndoto hii inaashiria kuna mali utapokea, kuna fursa utapokea kwenye maisha yako na mtiririko wa baraka kwenye maisha yako. Kuona maji safi katika ndoto kunamaanisha kuwa njia ya mafanikio ipo wazi mbele yako na jitihada zako zitazaa matunda. Lakini ndoto namba 12, ndoto ya kuona vifaa vya kazi au teknolojia. Mfano, kuona vifaa vya kisasa kama vile kompyuta au mashini zinaashiria ndoto namna hiyo. Ukaona labda kwenye ndoto ukaona kompyuta, yani ukaona vifaa vya teknolojia, mfano kama vile kompyuta au mashine. Ndoto za namna hizi zinaashiria maendeleo, lakini pia ndoto ya namna hii inaashiria ufanisi na mafanikio ya kitaalamu. Hii inaonyesha kuwa umejipanga na rasilimali sahihi kufanikisha ndoto zako. Lakini ndoto ya 13, ndoto ya kuona watu wakikutambua na kukuheshimu. Ukaona ndotoni watu wanakuheshimu, watu wanakuheshimu ndotoni, unaona kabisa unaheshimika, ni watu wanakuheshimu. Hii ni ishara ya kutambulika na mafanikio ya kijamii. Ndoto hii inaashiria jamii itakutambua, ndoto hii inaashiria utafanikiwa kwenye jamii. Lakini ndoto hii inaonyesha kuwa watu watatambua ujuzi wako, jitihada zako na nafasi yako katika jamii. Ndoto hii inaashiria pia ni kuona watu wanakutambua na kuheshimu. Ndoto hii inaashiria pia watu watatambua kitu ulicho nacho, watu watakuheshimu, watu watatambua nafasi yako kwenye jamii. Unajua wako watu ambao wako kwenye jamii lakini nafasi zao hazitambuliki, watu hawatambui. Lakini ukiona ndotoni watu wanakutambua na kukuheshimu, hii ni ishara ya kutambulika katika jamii. Ndoto hii inaonyesha kuwa watu watatambua ujuzi wako, jitihada zako na nafasi yako katika jamii. Lakini ndoto namba 14, ndoto ya kuona mlango umefunguliwa na njia safi. Mlango ulio wazi unaashiria kuwa fursa zinakaribia, vizuizi vimeondolewa na hatua yako inayofuata itakuwa yenye mafanikio makubwa. Ndoto hii inaashiria kuwa umekaribia kiwango cha juu sana cha mafanikio. Kumbuka, ndoto hizi ni ishara za mafanikio yanayokaribia, lakini pia zinakuonya jitihada zako lazima ziwe madhubuti na mtazamo wako lazima uwe thabiti. Ndoto ni mwongozo, sio mbadala wa kufanya kazi. Ndoto ni mwongozo na kuongoza. Kwa hiyo sio kasema nimeota ndoto hizi, kwa hiyo natakiwa nikae tu nibweteke nisifanye chochote, bali unatakiwa upambane, maana yake zimekuongoza na kuwa unatambua ni kitu gani ambacho kinafuata. Ni matumaini yangu na kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba ucomment chini, nimejifunza zaidi. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.